Habari, naitwa Imran au wengi hupenda kuniita Radio Doctor. Leo hii natamani tuangalie au tutazame namna bora ya kuyaelezea au kuyazungumzia matangazo redioni au kwenye TV ama kwenye podcast na social network zingine. Kumekuwa mara nyingi wafanya biashara wanatoa matangazo kwenye redio, wanatoa mara moja kwa mkataba wa muda fulani. Ule mkataba ukiisha, mara nyingi wafanyabiashara wengi huwa warudi, na ilivyo mbaya zaidi, hata wamiliki wa redio au wafanyakazi wa matangazo kwenye redio huwa wajiulizi au kwenda kuwauliza wale waliokuwa wanatangaza kwamba ni kwa nini hawawezi kuendelea na matangazo baada ya kuisha mkataba. Basi kila mtu anakuwa amekaa kimya, lakini kunakuwa na sababu nyingi. Kama mfanyabiashara anaweza kupata faida, anaweza kupata wateja kwenye biashara yake, hawezi kuacha kuendelea kutangaza. Ukiona ameacha kutangaza, maana yake hapati faida. Faida ile ambayo ulikuwa unamweleza kwamba akifanya hivi kwa muda fulani, kwa kipindi fulani, kwa watangazaji fulani atapata faida, ile faida anakuwa haipati. Ndio maana hawezi kurudi, yaani anakosa pesa nyingine kwa ajili ya kuja kutangaza kwako. Sasa radio au media kwa jumla zinakosa mapato na zinahangaika kupata fedha. Lakini namna gani nzuri ya kuweza kuzungumzia matangazo? Kwanza ni kutumia lugha ambayo ni rahisi. Usitumie lugha ngumu kwenye kulielezea tangazo, kwa sababu lengo la tangazo ni kwamba audience wasikilize hilo tangazo na wachukue hatua kama kununua au kwenda kupata huduma. Sasa ukitumia lugha ngumu, ukitumia lugha zenye misamiati migumu, maana yake hawawezi kuelewa bidhaa, hawawezi kulielewa tangazo, na inakuwa ngumu kwao kuja kufanya manunuzi au kufanya huduma. Lakini pili, namna nzuri ya kuunganisha tangazo na kipindi unachokifanya, kwa sababu hata haya matangazo yanakuja kwa kufuatana na vipindi, kwamba kipindi cha saa 5, kipindi cha mchana, kipindi cha usiku, kipindi cha fulani. Matangazo yangu nahisi yanaendana na maudhui ya kipindi hicho, na wasikilizaji wa kipindi hicho mimi ndio wateja wangu ninaowahitaji. Kwa hiyo ni namna nzuri ya kutengeneza tangazo, kuliunganisha na maudhui unayoyafanya, ili sasa huyu mwenye tangazo au wale wanaosikiliza tangazo waweze kuchukua hatua ya kuja kufanya hiyo huduma au kununua hiyo bidhaa. Kwa mfano, kabla ya unaweza ukazungumza kwamba kabla ya kuendelea na kipindi chetu, hebu kwanza tuwasikilize wadhamini wetu. Wadhamini wetu ni watu fulani, hivi, bidhaa zao ni hizi, zinapatikana hivi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hapo unakuwa umeunganisha matangazo ya mteja na kipindi chako, vyote vinakuwa ni sehemu ya maudhui yako. Lakini pia matangazo, namna njema ya kuyazungumzia ni kuzungumza kwa hisia, yaani wewe kuwa pati ya tangazo, yaani kuwa pati ya mteja wa hilo tangazo. Kwa mfano, unaweza unatangaza tangazo la gesi ya kampuni fulani, wewe pia ili kulizungumzia kwa hisia, manake ionyeshe kwamba na wewe ni mteja wa ile kampuni ya gesi au mteja wa ile gesi. Unaweza ukasema kwamba nikitoka hapa kazini, nikimaliza kipindi changu, mimi huwa haraka nikitaka kula haraka natumia gesi fulani, haiishi haraka, inaivisha kwa haraka sana, ndio gesi ninayoitumia. Sasa wasikilizaji wana kawaida ya kumsikiliza mtangazaji, yaani anakuwa kama ni role model wako. Kama wanakuamini na wanakusikiliza pia hata unachokizungumza kuhusiana na bidhaa, na kama wewe unaitumia, basi wao wanakuwa haraka kuchukua hatua kuweza kuitumia. Isiwe wewe sio sehemu ya hiyo biashara, kwamba ukitaka kutumia gesi, tumia gesi fulani, ni nzuri, lakini wewe hauko sehemu ya matumizi ya hiyo product au ya hiyo bidhaa. Kwa hiyo izungumzie kwa hisia na wewe uwe sehemu. Eleza faida na sio bidhaa. Faida ni kwamba tumetolea mfano labda bidhaa ya gesi.
sawa, kampuni fulani, lakini faida yake ni nini? Inadumu kwa muda mrefu, haichafui vyombo, inawaka vizuri, moshi haina moshi. Ni zile faida, kwa sababu watu wengi hununua faida na sio jina la kampuni na sio jina la bidhaa, faida ya hicho kitu. Kwa hiyo ielezee vizuri faida ya hiyo bidhaa. Maana yake ni kwamba mtu au mteja au msikilizaji wako atanunua hizo faida. Taja jina vizuri la mdhamini basi. Maanake unaweza ukakuta kuna mtangazaji yuko kwenye kipindi, hata namna ya kumtamka mdhamini jina lake au product yake inakuwa ni ngumu, unababaika, hujaimeza, yaani hujaivaa. Sasa kama tu unababaika kutaja jina la mdhamini au bidhaa hiyo ya mdhamini wako, una uwezo gani wa kumwelezea vizuri huyu msikilizaji ili aweze kuchukua hatua na aweze kuitumia hiyo bidhaa? Maanake wewe pia uifahamu. Kwa hiyo ifahamu, ikariri, imeze, itamke vizuri, tamka mawasiliano vizuri, tamka location inakopatikana. Yaani kila kitu kiwe clear kwenye matamshi yako kuhusiana na hiyo bidhaa. Ni kama ya kwako, ni kama umeivaa. Na kuhakikishia msikilizaji anayekusikiliza lazima atatamani kuifuata hiyo bidhaa. Lakini mwisho, heshimu muda. Kama mlikubaliana na mdhamini wako kwamba kila baada ya dakika 30, dakika 15, dakika 5 utacheza au utasoma mention au utalielezea tangazo lake, basi fanya hivyo, kwa sababu mwisho wa siku hata yeye anakuwa na kumbukumbu hiyo kwamba ikifika saa fulani na dakika fulani tangazo langu litachezwa. Atasikiliza. Anataka asikilize aone namna unavyolizungumza, anataka asikilize aone namna watu ambao wamelipokea, anataka asikilize aone baada ya kucheza tangazo wateja wangapi wanakuja ule muda baada ya kusikiliza lile tangazo lako. Kwa hiyo ni heshimu muda ambao mmekubaliana na huyo client wako kwamba tangazo linatakiwa lichezwe kila baada ya muda fulani au saa fulani na saa fulani, basi cheza muda huo. Mwisho ni kujua au kuona namna ya how to sell yourself, kwa sababu tumeshazungumza kwamba wewe ni sehemu, mtangazaji ni sehemu ya biashara, ni sehemu ya mfanyabiashara, ni sehemu ya mwezeshaji wa hiyo biashara. Kwa hiyo lazima kujua namna ya wewe sasa kujiuza, namna ya wewe kushawishi msikilizaji aweze kukusikiliza wewe, asikilize matangazo na achukue hatua. Kwa hiyo lazima ujifunze namna gani mimi ni mzuri kwenye nini, nikizungumza kwa namna gani, nikizungumza kwa sauti ya namna gani, watu wangu wanapenda, watu wangu wananisikiliza, watu wangu wananifuatilia. Kwa hiyo hayo yote ukiyafanya kwa ufasaha, naamini kabisa matangazo kwako yanaweza yakaja mengi sana, kwa sababu hizi hatua nilizozizungumza kwa uchache ukizifanyia kazi na ukazifuatilia, ni rahisi sana kwa media yako kupata matangazo. Ni rahisi sana matangazo yakaja kwa jina lako wewe kama mtangazaji. Kuna matangazo mengine yanakuja nakwambia, nataka mtu fulani ndio asome mention na alielezee. Nataka mtangazaji fulani ndio awe anasoma matangazo yangu, sitaki mtu mwingine. Ni kwa nini? Ameona namna ambavyo unayazungumza vizuri matangazo yake, ameona namna ambavyo unakuwa sehemu ya matangazo yake, ameona kabisa kwamba unahisia namna ambavyo unayazungumza matangazo yake. Ukifanya hivyo, matangazo yatakuja kwako. Usisahau kushare, kusubscribe na kunifollow kwenye akaunti yangu ya YouTube. Andika Radio Doctor utanikuta kule. Asante, bye.